Hii ni Boardroom siku ya hii leo na bado tupo ndani ya Boardroom, na hapa ndani sasa hivi tupo na ugeni tokea Kidumu Chirizi program, ambapo hapa tupo na wageni Jovin Oguma ambaye ni meneja mawasiliano tokea KCP kwa kifupi chake. Karibu sana. Asante sana. Uko vizuri? Lakini niko vizuri. Ndani ya namba 10 kwa mara ya kwanza. Yep. Ushawahi kufikiria kipindi kikubwa cha michezo kinakuwa mchana alafu mambo yanakuwa ni mengi mtaani? Sikuwahi kufikiria kabla, lakini baada ya ujio wa kipindi hiki nikasema kwamba hii ni tofauti kwa sababu tunapenda mipira, tunapenda michezo na uchambuzi unakuwa live. Kwa hiyo nadhani ni kipindi pekee ambacho kinatuvutia sasa. Karibu sana. Yeah. Lakini tupo naye pia Shabani James ambaye ni programs manager tokea KCP pia. Karibu sana. Asante sana. Mzima lakini Iko fresh. Kuna nini Kidumu Chirizi program? Kwanza kabisa Kidumu Chirizi program ni program ambayo inaadili hasa kwenye masuala ya usafi. Kwa hiyo lengo kubwa ni kubadilisha mitizamo au kuleta mitizamo chanya kuhusiana kwa jamii kwa mambo ya usafi kwa unawaji wa mikono. Tunaita Kidumu Chirizi kwa sababu njia inayotumika kunawa mikono ni njia ya kukanyaga ambayo hushiki koki. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kupunguza haya maambukizi ikiwepo COVID-19 na magonjwa mengine. Shabani, unakanyagaje yani unanawaje bila kukanyaga? Kuna mashine nadhani zipo ambazo wewe process nzima ya unawaji wa mikono inakuwa ina involve miguu. Kwenye kutoa maji unakanyaga mikono, kwenye sabuni unakanyaga mikono. Kwa hiyo unakanyaga miguu. Yes. Kwa hiyo ni system au ni tools mpya, lakini ipo, ila sisi tunaifanya kwa njia tofauti, ambapo tunaweka zile mashine, pia tunatoa elimu ambayo inaitwa water sanitation and hygiene, na ni program ambayo pia ni endelevu ambayo ina phase mbili. Phase ya kwanza ni 2020 mpaka 2025, alafu kuna phase ya pili 2025 mpaka 2030. And tupo related na sustainable development goals ambazo kwa Kiswahili ni malengo ya malengo endelevu. Maendeleo endelevu, yes. Kwa hiyo kwa sasa tunaendelea na hiyo program, lakini pia tumekuja na program mpya ambayo inaitwa Choo Safi Soka Safi. Choo Safi Soka Safi. Oguma, tuambie kuhusiana na hili. Choo Safi Soka Safi ni kampeni ambayo tumeweza kuiona baada ya kuona mpira unakuwa kwa kasi. Kwetu mashabiki tunaujaza uwanja, na kila timu ambayo inakuja pale taifa, sana sana ni uwanja mkuu wa taifa Benjamin Mkapa, unajaa watu, lakini ukitoka pale mazingira ya vyooni si mazuri sana. Unakuta wakati mwingine vyoo vimeziba, wakati mwingine vyoo vimefungwa, na wakati mwingine hata vyoo si vizuri kwa matumizi. Kwa hiyo unakuta mtu anaangalia mpira, lakini wakati wa mapumziko anahitaji kwenda kutumia maliwato, anakuta mazingira si salama kwake. Kwa hiyo inambidi, wengine wanavumilia, wengine wanatumia vibaya na kusababisha vyoo tena vinazidi kuharibika. Kwa hiyo tukasema sasa, kwa kuwa soka ni la kwetu wote, tuangalie namna ambayo tunaweza tukasababisha mazingira kawa salama kwa watazamaji, kwa wachezaji na pia hata kwa wasafishaji. Mnakwenda kufanya nini hasa kuhakikisha kwamba vyoo hivyo vinakuwa salama, vinakuwa safi? Kitu gani hasa ambacho mnakwenda sasa kuanza nacho? Ndio, tunaenda kufanya usafi wa vyoo. Nyinyi wenyewe ambao kuna watu mnakuwa mmewaandaa? Ndio, kuna vikundi baadhi tulivyovialika kutoka Temeke pamoja na Dar es Salaam yote, tumevialika kuja kushirikiana na sisi kuja kufanya usafi. Kwa hiyo tunaenda kufanya usafi katika siku hiyo. Ni siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi huu. Tunafanya usafi katika vyoo vya Benjamin Mkapa, kwa sababu kuna vyoo vingine vinaweza vikawa haviko vizuri zaidi kufanyia usafi baada ya kuharibika, lakini kwa safari hii tunafanya usafi, then next time tunaweza kufanya tena na marekebisho ili viweze kutumika vyote. Na imani kwamba kuna vingine vimeziba, kuna vingine vina changamoto mbalimbali. Kwa hiyo baada ya kufanya usafi tunakuwa na program zingine ambazo zinaambatana na michezo, ikiwa ni pamoja na jogging, kwamba asubuhi tunakuwa na jogging, watu wanafanya jogging. Baadaye kutakuwa na bonanza pia la michezo ambalo tumealika timu
mbalimbali zinakuja kucheza pale, na ndio maana tunasema choo safi soka safi, kwamba Sawa, kuna mmezungumza kuhusiana na kuna wakati wa pengine ni mapumziko, mechi zikiwa zinaendelea, nyinyi hapa mmetutajia tarehe 11 ndio usiku ambayo mtakwenda kufanya usafi. Katika siku ambazo mechi zinachezwa pia mnalitazamaje? Sababu kuna wakati mechi zinaendelea, watu wanataka kwenda haja, unaenda kwenye vyoo vile vinakuwa si visafi, na kuna wakati unaweza ukavumilia, lakini mwisho wa siku pia hali inazidi kuwa mbaya. Kwanza hii kampeni ni kampeni pia endelevu na inafanyika kwenye viwanja vyote vya Tanzania, japo tunaizindua kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kwenye uendelevu wake tuna program ambayo tumeiplani yenyewe, itakuwa inadili na audio visual. Maana yake ni kwamba kwenye vile viwanja, nadhani kwa mfano uwanja wa Benjamin Mkapa kuna TV ile kubwa. Yes. Sasa tutakuja na program ambayo itakuwa tunafanya kama kuwakaribisha, kama unavyokuwa unaingia kwenye ndege, umeelewa? Lazima uje na uwakaribishe, kwa sababu michezo ni sehemu ya biashara. Kwa hiyo washabiki ni wateja. Kwa hiyo lazima tuje na program ya kuwakaribisha. Unapomkaribisha ndio unampa unachokitaka, kwamba karibuni, lakini hakikisheni kwamba tunaweza kufanyaje, kunawa mikono yetu, mkiingia chooni mnawe mikono. Kuna mabango pia tutaweka kwenye vyoo. Kwa hiyo tutakuwa tunawapa ile elimu kila baada ya tukio, so mechi tu. Kuna matukio mengi viwanjani yanaendelea. Kwa hiyo huo ndio uendelevu wa mradi wetu, na tutakuwa tunafanya hivyo kwenye viwanja kuwapa elimu. Sawa, hawa ndio Kidumu Chirizi ambao tuko nao hapa ndani, wakija na programu yao hiyo ya choo safi soka safi ndani ya namba 10 hapa. Na kubwa zaidi wanakusisitiza wewe hapo ambaye unakwenda viwanjani, kuna wakati unajua kuna wakati pia licha hizi programs zinakuwepo, lakini lazima pia kumuelimisha huyu mtumiaji pia aone umuhimu wa kuviweka hivi vyoo kuwa kwenye hali ya sawa sawa. Nataka wakati tunamalizia nataka turejee kidogo. Kwa nini mkafikiria zaidi kuja huku kwenye soka kwa uchache sana? Kwa sababu elimu hii tulikuwa tumeanza kuitoa mashuleni. Kama Kidumu Chirizi tulianza kufanya elimu mashuleni, tukiwafundisha wanafunzi namna ya kunawa mikono mara kwa mara kuzuia magonjwa mlipuko. Na baadaye tukaja tukaona kwamba sasa baada ya lika dogo kuwa tumelikava, sasa tuje na kitu ambacho kinachukuliwa attention kubwa. Tukiangalia soka lilivyokuwa na mashabiki walivyokuwa wengi na mazingira pia ya chooni yalivyokuwa, tukasema sasa tuelekeze tena nguvu huko ambako tunaweza tukapatia elimu watu wengi kwa muda mfupi. Na watu wengi wakajua matumizi sahihi ya vyoo. Hata ukiachana na kwenye viwanja, basi hata nyumbani pia waweze kutumia vyoo sahihi na kunawa mikono mara kwa mara. Kwa hiyo tukaja tukasema tuje na hiyo idea ya choo safi soka safi. Choo safi soka safi. Sisi tuwashukuru sana Jovin pamoja na Shaban, pengine kama lipo ambalo mnataka kusisitiza hapa kwa yule ambaye anawatazama kupitia namba 10, nafasi ni ya kwenu. Ndio. Asante. Labda nikianza na mimi niweze kuwasisitiza baadhi ya taasisi mbalimbali na vikundi ambavyo vinatoa huduma ya mazingira na usafi kuweza kujisajili kupitia namba ifuatayo. Namba ni 0625 223 992. Basi unaweza kutupigia hapo kujua zaidi namna ya kushirikiana nasi, na tukio letu ni tarehe 11 mwezi huu wa 9. Na pia bila kuwasahau wadhamini, niweze kuwakaribisha wadhamini wote, bado japokuwa hawajachelewa sana, lakini wanaweza kushirikiana na sisi, na hata kama wasipokuja kudhamini waje tu washuhudie elimu inavyokuwa inaenda na jinsi ambavyo tunaweza tukashirikiana zaidi katika kampeni inayokuja. Na hiyo tarehe 11 mgeni rasmi ni mheshimiwa Jokate Mwegelo. Ataendesha pia mpaka na ile jogging ama Yes, manake atashiriki tukio zima. Kwa hiyo atafanya kila kitu. Sawa. Kwa hiyo tuseme tu kwamba kwa pamoja tuweze kuokoa afya za mashabiki, wachezaji na wafanya usafi kwenye viwanja vya michezo Tanzania.
Ni washukuru sana, hao ni Kidumu Chirizi, tumekuwa nao hapa ndani na wamekuja na programu yao hiyo, na programu ya Choo Safi, Soka Safi Tuokoe, pia wana michezo, mashabiki wote ambao wanafika pia kwenye hivi viwanja. Tarehe 11 pale itakuwa ndo siku ya zoezi la usafishaji wa vyoo, na ataongoza pia mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Temeke Jokate Mwegelo, na wengi ambao watakuwa hapo. Tuende kwenye mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kwenye upande wa throwback, na huko pia mambo ni moto. Bado tuko nawe mpaka 9 kamili za alasiri.